Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, insha Allah tunaanza kitabu chetu cha Al-Miftah Libabi Nikah. Muallif rahimahullahu ta'ala katika utangulizi wake ameanza kwa kusema Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina. Kuna faida moja hapa katika utangulizi huu. Kwa nini wanazuoni wanapotunga vitabu vyao huanza kwa bismillahi, na kwa nini wanazuoni wanapotunga vitabu vyao huanza kwa neno la kusema alhamdulillahi rabbil alamin, kwa kutaja hamdala wa basmala? Wanasema wanazuoni kwamba wanapoanza na bismillahi ni kufuata kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambacho ni Qur'ani, na kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam al-qawliya wal-fi'liya. Kwa sababu Qur'ani kila unapotaka kuianza sura umewekewa utaratibu uanze na bismillahirrahmanirrahim. Lakini pili, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiziandika barua zake kuwapelekea wafalme mbalimbali akianza na bismillahirrahmanirrahim. Lakini pia imepokewa hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', kwamba kila jambo lilokuwa na kheri, kila jambo zuri ambalo kufanywa kwake haianzi bismillahirrahmanirrahim, basi jambo hilo limekatikiwa na baraka. Kwa hiyo hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni sunnatu qawliya, kwa maana ni kauli ya Mtume ikihimiza umuhimu wa kuanza na bismillah katika kila jambo lilokuwa ni zuri. Lakini pia muallifu akaja na hamdala kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin, kila jinsi ya sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu mtukufu wa daraja. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadi, na rehma na amani zimfikie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin, wa mwisho mwenye kuhitimisha utume pamoja na mitume ambao ni mursali, wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina, na ali zake na sahaba zake na wale waliomfuata. Wa ba'du, baada ya hayo, baada ya bismillahirrahmanirrahim walhamdala, anasema faqad sa'alani ba'dur raghibina, wameniuliza baadhi ya wale vipenzi vyangu, minal ikhwani sadiqina, vipenzi vyangu ambao wanaotokana na jamaa zangu waliokuwa wa kweli, an ajma'a ma tajibu ma'rifatuhu, ni kusanye kile ambacho ni wajibu muislamu kukifahamu, ala mubashiri aqdi nikahi, kwa yule ambaye kwamba ni mwenye kutaka kufunga ndoa au kufungisha ndoa, minal umuri lazimati shar'an, ni yakusanya yale mambo ambayo ni ya lazima kisheria, ala madhhabi al-imam ash-Shafi'i, kwa mujibu wa mapito ya al-Imamu ash-Shafi'i radiyallahu anhu. Faajabtuhu ila dhalika, nikawajibu kutokana na hilo. Wakatabtu hadhihi alwaraqati, na nikaandika kitabu hiki chenye karatasi chache, almusammatu, kinachoitwa almiftahu libabi nikah, kinaitwa jina hilo almiftah libabi nikah. Wallahu almas'ulu, na Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuombwa, an yaj'ala dhalika khalisan, ajalie kazi hii ya utunzi wa kitabu hichi iwe imeambatana na ikhlasi au kufanyika kwake liwajhihi alkarimi, amin, kwa kutarajia malipo na thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo watukufu Waislamu, huu ni utangulizi wa kitabu chetu cha Al-Miftah Libabi Nikah. Kuwa nasi katika kipindi kinachofuata katika kufahamu ni nini maana ya ndoa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.